amepigwa vibaya. Mahali hata sehemu nisiwepo, kwa sababu kama nyumba ingeungua nani angelikuja hapa? Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu anatuwezesha kushinda. Yani watashindana, lakini hawatashinda kwa jina la Yesu. Hawatashinda. Hebu unanielewa? Amina. Watashindana lakini hawatashinda. Yupo Bwana anasema yeye ni Bwana wa vita. Yaani kule mbinguni jamani kuna Bwana wa nini? Wa vita. Alafu kuna malaika anaitwa Mikaeli. Yeye ni jemedari, ni malaika wa vita. Sasa wewe ni nani mpaka usipigane vita? Unaogopa kupigwa kwenzi na mume wako na acha ibada. Wewe ndio jaribu lako hilo. Vita bado utakutana nazo. Kuna wakati utaweka na shetani kizimba. Utakuwa ruka tu na wewe. Na kwa sababu hujui hata kurusha keke. Yaani kwenye ulimwengu wa roho jamani, tumevaa mabomu. Sema mwambie mwenzako umevaa bomu. Umevaa bomu. Lazima ulipue. Hivi mnaangalia jamani vita. Mnaangalia sinema za vita. Yaani siperi mkihua afu mpaka kieleweke kwa jina la Yesu aliye hai. Mwambie shetani hata kama kwetu watu tunakufa kabla ya wakati, mimi sitakufa. Amina. Kuna ukoo umelaaniwa wakifikisha miaka 50 kwa yeye. Na wewe uko umenyamaza tu. Keke bakicholi. Kila mmoja na wake. Wewe tulia na wewe utafuata. Tena wewe uliyepewa kuomba alafu uombi, una hatari sana. Jamani, kufanya vita ni kufanya vita, yani ni vita hasa. Hivi wewe uone shetani anavyoshaka, anafuatilia ukoo, anafuatilia familia. Watoto wako mwenyewe unawaelewa. Una watoto 7 lakini wote hawaeleweki. Mwingine yuko Dar es Salaam, yeye ni kudanga tu. Mwingine yuko sehemu fulani anakula banki. Hivi kwa nini usiumie? Kwa nini usimchukulie Mungu kwa uzito? Kwa nini usibebe mambo ya Mungu kwa uzito? Kwa nini usimwambie Mungu, yani haiwezekani Baba, sijazalia dunia, lazima kieleweke. Mimi sio mama wa kutunza watoto wafute bangi, wanywe mapombe. Hapana, lazima wache wanisaidie mimi mama yao. Simama. Amina. Simama. Leo tuna kanisa la ajabu sana. Kuchangisha kumchango. Baba mfungaji niombe. Akipita mwinjilisti, niombe Baba. Unatia huruma, shetani hakuhurumii. Niombe mama. Hivi wewe uwezo ukachukua hatua kabisa ya kuja kugaragara mpaka kieleweke. Unataka utengeneze uzao wa maprofesa. Uzao. Wewe mwenyewe maskini umeishi maisha ya taabu miaka 20. Watoto wako basi na wenyewe waje sasa. Angalau hata wewe mkurugenzi wa wilaya basi. Angalau na wewe wanakuletea zawadi, unajiona na wewe ni mama. Hivi uone uchungu. Uone uchungu. Yaani lazima unaona uchungu. Jana nilisema kwamba mambo ya kuzingatia katika kupigana vita, lazima unavumilia. Kuna wakati unaweza ukapigwa, kuna wakati unaweza ukaachiliwa, ukajeruhiwa kwa risasi vitani. Sasa lazima uwe na nguvu ya kuvumilia na kusema bado naingia mapambanoni, naingia mapambanoni. Yani lazima kieleweke, lazima kieleweke. Samsoni alipoona hao watu wanamtishia, akasema lazima kijulikane, wanaowatesa watu wangu lazima tugawane nao. Jamani, kwa na nguvu za ajabu ili kuleta matokeo mazuri kwenye familia yako. Lazima ucheue mema, ucheue matamko, uwe unatamka kwa jina la Yesu. Wanangu hawatakufa kwenye nyumba za upangaji, wanangu hawatakaa bila kuolewa kwa jina la Yesu. Uwe unatamka, unaenda. Nasikia sauti inaniambia siku moja utapasua, siku moja utatoboa kwa
jina la Yesu. Wewe mvumilivu. Biblia inasema hivi, mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Andika Mathayo 24. Ile mstari kuanzia wa 10 kuendelea. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndio atakayefanya? Atakayeokoka. Vumilia. Tunda la Roho ni kuvumilia. Sio kidogo tumeshahama kwenye ramani ya kimungu. Sio unajaribiwa na kujenga kanisa kwamba ni fure mpaka wamalize. Wewe jifure, Mungu hajawahi kuchoka. Tutajenga, tupo wenye nguvu. Nafikiri mchezo. Biblia inasema kwamba hivi, wewe ukichoka, Mungu anaweza kainua hata nini jamani? Mawe. Sio unalingalinga. Unakuita njoo imbe kwaya. Amna. Nene haya. Siwezi kuimba kwaya. Wapo wataimba kwaya na injili itaenda mbele. Mimi nakueleza, wewe linga. Kuna mdada mmoja wakati nahubiri sehemu moja Arusha. Mimi nilipofika tu Arusha nikasema, Bwana, ninaimiliki Arusha. Namiliki Arusha. Namiliki hiki chuo. Hakuna atakaye kwenda mbali. Lazima nitafutwe mimi. Mimi ndio suluhisho la hapa sasa. Miaka hii yote hapa. Mimi ndio nitaihubiri Arusha. Sasa hivi mialiko ni mingi. Yaani mpaka napigwa simu, umechelewa baba. Njoo kwenye mkutano. Ni kwa sababu nilitangulia kuimiliki. Na ninaimiliki kwa nguvu ya jina la Yesu. Yaani mahali popote utakapokanyaga nyayo zako, Biblia imesema nimekupa. Sasa unashangaa. Umekanyaga nyayo zako. Ukweli. Miliki ukweli. Sio mawifi ndio wanakuongezea ndoa yako. Wifi ndio wana control remote. Na wewe umeng'aa tu. Ikipiga tu ni wifi, kaka, huyo mke wako ni mjinga. Nini. Unashangaa mume wako linainuka. Hivi wewe mbona unawachezea mawifi? Katako unatawaliwa na wifi. Wewe umeokoka. Tawala mwenyewe ndoa yako. Usiseme amina hata kama umeni. Tawala mwenyewe. Sio kwamba tena eti mama mkwe ndo anaongoza kwa kuongoza. Ndoa yako inatawaliwa na mama mkwe, matamko ya mama mkwe. Hapana, mwambie Mungu, nilimpa mume mimi mwenyewe, nimekubali kuishi naye. Hakuna wa kuniongozea hii ndoa. Mimi ndio mmiliki wa mume wangu halali. Kwa jina la Yesu, popote anapokwenda lazima anakumbuka na mpe gereka. Uelewi mambo ya kiroho haya. Ukiyajua unaanza kujisaidia mwenyewe. Sema amina hata kama umechoka kidogo. Hebu pigia Yesu makofi basi. Amen. Jambo la pili, uwe na shauku. Jambo la pili, mambo ya kuzingatia katika kumiliki. Uwe na shauku ya kwamba lile jambo litaisha. Lile jambo litalimiliki. Uwe na shauku. Unataka kuwa mhubiri wa kimataifa, anza kuwa na shauku. Kwamba mimi nataka nifike kule. Alafu unaanza kuiombea ile shauku. Unaanza kuiombea ile shauku. Yale maono unayoyaona unaanza kuyaombea. Kwamba lazima itakuwa. Mimi hapa lazima nimiliki gari. Nimiliki gari. Unakuwa na shauku. Wakati mwingine unaenda unamwambia Pastor Riziki, naomba niangalie funguo ya gari ikoje. Iko hivi na mimi nitamiliki baba. Unakuwa na shauku ya kwamba lazima nitoboe. Mimi siwezi nikaishiwa form 4. Mimi sio failure. Lazima niwe wa kwanza kwenye ukoo nitakayefika chuo kikuu kwa jina la Yesu. Umba shauku. Umba ile shauku ya ndani kwamba lazima nivae shera. Wengine watakapopulwa mimi nitavaa shera kwa jina la Yesu. Shera njoo. Umba shauku yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana kwa jina la Yesu aliye hai. Namwambia Mungu, nisikilize rafiki yangu. Mimi nimepambana. Nimekuwa nikiugua lakini sijawahi kuacha kuhubiri. Yaani nimekuwa nikienda kuhubiri sehemu nyingi, mkoa nyingi. Wakati mwingine
unaumwa kabisa, unapewa, yani uko hoi, lakini ikifika wakati wa kuhubiri unasema lazima nijilipize kisasi kwa ajili ya macho yangu mawili. Unakakatua, unapiga. Sasa nikamwambia Mungu, sitakufa mpaka nifikishe watu milioni 2 watakaoingia mbinguni kwa kuhubiriwa na Paulo J. mwana wa Thomas. Milioni 2 kama wakina Billy Graham wamehubiri watu milioni 200. Mimi hata milioni 2 nishindi? Hapana. Namwambiaga mzee wa siku, leta wewe nipe tu neema ya afya, kitaeleweka. Yaani shetani lazima ajue kwamba kuna majitu duniani bado yanaishi. Lazima ujue ya kwamba kuna limama Angereka ni hatari moto. Wanapokutana kwenye vikao vyao kujadili nani wa kununua supu, wakikutaja jina lako wanasema jamani, dila alinyweki supu. Hivi naongea na watu ambao wanyweki supu au mnanyweka? Hatunyweki. Pigia Yesu, sio mpaka shetani anakutamani kukunywa supu aweke na pilipili ya mwendo kasi, upo tu. Umekaa tu. Ushangilie wewe kama uko hai hapa. Lazima wawe wanajadili kwenye vikao kwamba ni mama fulani ni jitu la Bwana. Hatuwezi kusogea hapo, kwa sababu umevaa silaha zote, unajulikana kwa shetani. Mbingu zinaelewa, kuzimu inajua, jehanamu inaelewa kwamba wewe ni jitu la Bwana. Kwa jina la Yesu, I empower you today. You have to rise up with your rifle and to struggle and battle and fight until getting your freedom in the mighty name of Jesus. Sema mimi kama unaelewa Kiingereza. Amen. Nipatashika nguo chanika. Asiyekuwa na mwana aeleke jiwe. Mapambano lazima yaendelee. Amen. Funga mkanda pambana. Funga mkanda pambana. Akija wachurukia. Lazima kieleweke jamani. Amen. Shetani lazima asage meno. Amen. Tumeachiwa jina kuu lisilobabaishwa na jambo lolote, jina la Yesu Kristo. Kwa jina hilo mauti inakimbia, kwa jina hilo umaskini unaaga dunia, kwa jina hilo hawatakuua, wanachimba mashimo wenyewe, watatumbukia wenyewe, kwa jina la Yesu. Wanatamani kabisa naye mfundisha aelewe haya. Sio unashangilia tu afufanyie kazi. Amen. Tamani kabisa ubadilike. Amen. Semina hii kubadilisha. Tuseme amen. Amen. Usiwe kutitika. Usikia kwa kenge mpaka damu kwenye masikio. Wewe usiwe kenge. Uwe mtu ambaye unasikia na kufanya nini? Kazi neno la Mungu. Jambo lingine, uwe na shauku. Jambo la 3, ukitaka umiliki, uwe na mapambano ambayo umeshawahi kushinda. Hilo ni jambo la 3. Uwe na mapambano ambayo umeshawahi kufanyaje? Kushinda. Uwe unafanya reference kwamba kama mwaka jana nilitoboa, wewe ni nani wa kunizuia? Uwe na rekodi. Ni nini ulishawahi kushinda tangu uokoke? Yamkini ulishinda ule ugonjwa. Unaweka rekodi. Wakati wa maombi unaanza kumwambia Bwana, kama yule dubu alikufa, kama yule simba nilimchana, Goliati ni nani hata yatukane mataifa ya Bwana? Lazima aanguke kwa jina la Yesu aliye hai. Uwe na record. Sio kila pambano unapigwa. Kila pambano unapoangalia nilishindwa, ukakimbilia kwa mganga Magena. Ukapewa kadhawa kama mchango, naendelea vizuri. Mwaka juzi tena
ukashindwa tena na mume wako alipokupiga kwenzi, ukailisha na kwenda ibadani. Wewe ukiangalia wewe unaona kama uyoga ni kupigwa. Hakuna hata pambano moja ambalo unaweza kujivunia mbele za nani? Za Mungu kwamba juu ya hili nilifanyaje? Nilishinda. Wana rekodi. Mimi nilipopata rekodi. Hakuna daktari mimi eti namuelewa. Eti ananiambia wewe Paulo, sasa hivi unakula machumvi. Usi unakula chumvi. Unakula yale ambayo hana chumvi. Mboga mengi. Usile nyama sana. Nawaambia acheni nyie. Mimi nimepewa mema ya nchi ya miliki. Mimi nakula kila kitu, soda na twende, kwa sababu hayo ndio mema ya nchi niliyoahidiwa na baba yangu. Nikusikilize wewe ni nani? So naambiwa tuna pressure kwa kidogo. Pressure na kukimbilia shuka na blanketi kama nini na pressure. Itakupressure vizuri sana. Wewe jifanye unaitetea. Wewe hakikisha ya kwamba ufuati masharti ya ajabu. Waambie mimi nimeshashinda mapambano. Siwezi nikawa chini ya mwamvuli wa maelekezo ya daktari. Niko chini ya mwamvuli wa maelekezo ya Bwana. Anasemaje? Amesema mtakula vyote maana vimetakaswa kwa jina la Yesu aliye hai. Usiogope, ni wewe utakayewavusha watu. Umepimwa sasa. Ndio na wewe kila siku. Pima. Mwangaza pima. Nunua mashine. Unajipima. Jamani utakufa. Wewe. Niko hivi kanuni. Shetani ukimpepea na wewe anakupeti. Ukimpepea kwamba tulia na kupenda. Mimi sasa hivi siri. Nilikuwa ninakula viazi vitamu. Unakula tu mandizi changa. Sasa ndizi changu kazipatia wapi mbele? Ni hatari. Daktari mmoja nikamwambia mimi nakula vyote mzee. Nakula vyote. Mimi nakulaga vyote. Wali nini? Chungaji Doto akinikuta nakula, ananiambia baba, acha. Hivi nikamwambia mzee, niache tu. Nina muda mchache duniani, lazima nile mema ya nchi. Niache tu. Ni kwa sababu gani? Nimeshamiliki. Sukari yenyewe inaelewa kwamba kuna tute moja linaitwa ni Paulo. Halibabaiki. Na wewe hata kama umepimwa na kansa una nini, usiwe unajirudia. Hapana. Hata kama wamepima wanaona una kansa, wamepima wanaona una matonda ya tumbo, waambie matonda lazima ufunge kwa jina la Yesu. Acha kuleta mwewe. Wewe sasa matonda ndio sasa unamkuta sasa saa 2 chai, saa 4 uji, saa 6 chakula, saa 8 karanga mbichi, saa 10 anakuwewe ni shiriari ya wewe. Funga. Acha ushiriaria. Tayamaliza yote duniani bwana. Kaa vizuri. Uwe na record. Biblia inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 inaeleza habari za Daudi. Daudi alikuwa ni komando. Daudi alikuwa ni mjanja. Wakati akiwa na miaka 13 anachunga kondoo za baba yake Yese. Tayari alikuwa ameshaua dubu. Tayari alikuwa ameshaua simba. Tayari alikuwa ameshaokoa wana kondoo. Hata alipokwenda kuwapelekea chakula kaka zake, akakuta wamejificha mapangoni. Daudi akasema, hapana, ni nani huyo wa kutukana majeshi ya Bwana? Mbona nimeshawahi kushinda dubu? Mbona nimeshawahi kushinda simba? Yani ana rekodi ya yale aliyoyafaulu, ana rekodi ya ushindi. Akamwambia, wewe Goliathi usiyetahiriwa, lazima leo utakula chakula cha mamba, lazima uwe chakula cha ndege leo, na kuitia kwa jina la Bwana wa majeshi unayemtukana, lazima
umeshashinda vita nyingi. Shinda, 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 shinda. Weka record. Unaelewa? Amina. Lazima uwe na record. Kwamba sehemu fulani nilishinda. Mimi mwanga sibabaiki. Sibabaika nini? Madaktari wanapima wanasema figo zimefeli. Figo. Siacheni tuzifeli zitanyoka. Naona haya majibu. Anapima bwana hapo sasa. Nimepima lina usana. Tukutolee. Nikawaambia kwamba mkitoba ndama sitacheka. Sasa mhubiri asiyecheka na watu wake ni mhubiri gani? Hii ni watu niacheni tulioze litakaa vizuri tu. Lazima uwe na jeuri na Bwana wako unajidai kwamba unali Yesu. Sio Yesu ukipata na shida Yesu unamweka nyuma. Unaanza kujishika kama mayo. Utajililia mpaka lini duniani? Nani atakaye kuhurumia? Kila mmoja na mambo yake. Kila mmoja anajipambania, wa mchungaji naye anapambana na yake. Sasa na wewe tena umtuishe na yako hapo. Wewe una mdomo bana. Acheni kwa tunazeeshana mapema. Piga maombi wewe. Ni bebe ya kwako. Nipigane. Ni bebe na ya mwingine. Ni mwana waambia watu wewe unayetaka kuombewa lazima tuingie. Makamu wa chuo juzi Pastor Riziki alipanwa mbavu. Mungu akitaka kukutambulisha jamani mdaika moja. Alipanwa mbavu macho yakalegea. Misuli kama hainani. Haioni macho hayaoni. Makamu wa chuo akanipigia simu akaniambia Paulo tuombe. Sasa hivi sioni mwanangu. Yaani ni shida. Nikamwambia lazima ufunge. Twende siku 3. Lazima macho yakae vizuri. Ninakuamuru wewe jicho kama alipako. Nikaanza kumwombea. Ndani ya siku 3 macho yakapona. Akatuma na kuthibitisha 50,000. Baba hongera baba. Nimepona. Shukrani kwa Mungu. Leo nafikiri mchezo duniani hapa. Na sasa hivi ananipigia simu baba unarudi lini? Yaani ukija sasa hivi baba lazima tutoke out. Yaani sasa ofisi yote inajua kuna muujiza umetokea. Amen. Lazima unajitambulisha hata kwenye ukoo. Sio unapigiwa simu halo. Tunataka tutende makaburi. Uje na wanao. Jamani shingapi? 40,000. Wakati hapo nakutaka na jeno. Acha ushamba. Jero ndo sadaka ukijikamua sana 700. Wanadamu ni. Waambie mimi kaburi sishiriki hayo. Waambie nitaleta mimi mwenyewe simenti siku moja nitajenga mwenyewe. Sio mpaka ushirikishwe mambo na kunywa na pombe na wewe uko tu. Ni ndugu. Utajitambulisha lini sasa umeokoka wewe? Si hapo mwambie mkuu wa Nzengo kwamba mimi nimeokoka jamani. Usishiriki hayo makurugenzi. Lazima unampambania Yesu wako. Unajivunia. Sio wewe uko nyuma tu. Unaambiwa tunacheza mabasa. Uiro limama la watu mabasa. Sasa hivi ni uchweji. Unaliona na nywele limesekenuka limama lilokole. Wechi pumbavu. Unamwaibisha Yesu. Useme amina kama umenuna sasa. Kaa kwenye level ya kimungu. Mungu akiona unamheshimisha na yeye anakuheshimisha kwa jina la Yesu. Amen. Unafikiri mimi nilikuwa rais leo kuhubiri wewe? Ningekuwa hoi. Pastor Riziki angeniita nikuhubiri wewe. Amen. Ningekuwa ninang'aa macho tu wewe. Yaani ueleweke hapa. Ukija yani watu wanakuogopa kipofu. Lakini leo ninakimbiliwa kwamba wewe mtumishi wa Mungu njoo uombe hapa. Kuna pepo hapa limetushinda. Acheni mimi najidai mno ili Yesu. Nimenitoa mbali mno. Na wewe jidai. Lazima waelewe majirani kwamba pale kuna moto. Ikifika saa 7 inashituka. Alafu si unaomba maombi ya kuwa unasema Yesu asante. Wewe ndiye Mungu. Unamkuta yule Mungu kanisani. Amejifanya ameinama kwenye kiti kumbe analala.
eti na yeye ni mstaarabu. Mlokole halisi wanapayuka. Yaani ni maombi ya kutamka kwa nguvu kwa jina la Yesu. Leo shetani lazima tugawane. Aidha uende jela au ufe kwa jina la Yesu. Leo unakuwa tembea sio toitoi, hapana. Fanya mambo kwa ujasiri wewe. Unaweweta nani akusikie sasa? Shetani akuelewi na Mungu akuelewi. Na amen. Popo si popo, mnyama si mnyama. Wewe ni nani hasa? Wewe na rekodi. Utasoma vile Samueli wa kwanza sura ya 17. Soma yote. Utamwona Daudi jinsi alivyoua dubu na simba, halafu akaenda kumwangamiza nani? Goliath. Soma hiyo. Wewe na rekodi. Wewe na rekodi, umeshinda nini? Tangu okoke ni mapambano gani umeshawahi kuokolewa na Mungu? Au unajitahidi kwa akili zako? Unaweza kushangaa mchungaji mizimu na watu kanisa limejaa watu. Unashangaa mengine kama kuku kwa asili wa magena. Unachemberwa. Hilo la gena teseka sana. Huma mabiti. Eti wewe bado unaogopaga mabiti. Unaogopaga eti bundi. Bundi mwacha aliye hata kama ni 20. Waambie lieni sana hapa, mtachoka mtaondoka. Amen. Sasa bundi tu inakuogopesha. Wewe na record. Farao akija piga kichwa. Akija wana Goliati piga kichwa. Akija nini malaria piga. Wale tuliokoka huwa tunamtegemea Bwana. Biblia inasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana. Lakini amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kwa kinga yake. Wewe ni nani? Yawezekana unamtegemea mjomba. Mjomba ndio tegemeo lako. Mjomba akikasirika ulali hiyo siku. Usitegemee mwanadamu, tegemee Mungu. Jambo lingine la 4, unataka umiliki. Lazima uwe unajua nguvu alionayo adui yako. Andika tu. Wewe unajua nguvu alionayo nani? Adui yako. Adui yako. Unapigana na nani? Nani ambaye umeelekeza shabaha? Nani ambaye umeelekeza shabaha kwake? Nani ambaye anakusumbua? Lazima uwe na uwezo wa kutatisi kwamba ninapambana na huyu pepo huyu ana silaha za nyuklia, na mimi lazima ujiandae vizuri. Marekani anapigana na Iran. Yeye alifikiri ni kwenda tukavamia siku moja na kaua. Na kaingia kana jika kama bwana, analusha makombora.